Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kazi na utu. Ndugu mgeni rasmi, awali ya yote napenda kuchukua fursa hii kumshukuru sana Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutuwezesha kukutana hapa siku hii ya leo. Aidha, napenda kuchukua fursa hii kwa niaba ya bodi ya wakurugenzi ya Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania na wafanyakazi wenzangu wote kukushukuru wewe Mheshimiwa Naibu Waziri kwa kutupa heshima kubwa kuja kushiriki nasi katika tukio hili adhimu la kuadhimisha Siku ya Kimataifa ya Afya ya Mimea. Kwa heshima na taadhima, tunapenda kukaribisha sana katika viwanja hivi vya Nane Nane Nzuguni, Dodoma. Kwa namna ya pekee tunatoa pia shukrani zetu za dhati kwa serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na rais wetu mpendwa Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kwa jitihada zake za dhati za kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya kilimo yenye malengo ya kuongeza tija, ajira, kuongeza na kuimarisha masoko, kuimarisha usalama wa chakula na ushirika ili kufikia malengo ya dira yetu ya 2050. Ndugu mgeni rasmi, leo tupo hapa kuadhimisha Siku ya Kimataifa ya Afya ya Mimea ambayo huadhimishwa kila ifikapo tarehe 12 Mei ya kila mwaka. Siku hii ya Kimataifa ya Afya ya Mimea kimsingi chimbuko lake ni Afrika, na hii ilitokana na azimio lililoletwa na nchi ya Zambia la kuanzisha maadhimisho ya Siku ya Afya ya Mimea, Siku ya Afya ya Mimea. Azimio hili lilipata uungwaji mkono na Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa, huku nchi kama Bolivia, Finland, Pakistan, Ufilipino na Tanzania zikitia sahihi azimio hilo. Ndugu mgeni rasmi, mnamo mwaka 2019 Baraza Kuu la Umoja wa Mataifa kupitia mkurugenzi mkuu wa FAO ilipitisha azimio hilo na kutangaza kwa mara ya kwanza kwamba tarehe 3 Disemba kuwa Siku ya Kimataifa ya Afya ya Mimea. Sambamba na azimio hilo, mabadiliko ya tarehe ya kuadhimisha Siku ya Afya ya Mimea na Afya ya Mimea yalifanyika chini ya usimamizi wa Umoja wa Mataifa. Kwa hiyo mnamo 2020 ilipelekea sasa maadhimisho ya hayo kuanza kuadhimishwa tarehe 12 Mei ya kila mwaka. Umoja wa Mataifa ulianzisha maadhimisho hayo ili kuongeza kiwango cha ufahamu na uelewa kidunia jinsi ambavyo kukinga afya ya mimea unaweza kusaidia kuondoa njaa, kupunguza umaskini, kulinda bioanuwai na mazingira na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Ndugu mgeni rasmi, maadhimisho haya kwa Tanzania yanafanyika ikiwa ni mara ya 4 sasa mfululizo tangu mwaka 2023. Mwaka huu kimataifa maadhimisho hayo yanafanyika makao makuu ya FAO katika jiji la Roma nchini Italia. Aidha, maadhimisho hayo ya kitaifa yamekuwa yakiboreshwa mwaka hadi mwaka, ambapo mwaka wa kwanza yalifanyika katika eneo la mamlaka pale Arusha. Miaka 2 mfululizo yamekuwa yakifanyika katika viwanja vya ndani ya jiji vya wazi ndani ya jiji la Arusha, na hatimaye mwaka huu tunaadhimisha mkoani Dodoma yakiwa na kauli mbiu ulinzi wa bioanuwai ya mimea kwa usalama wa chakula na lishe. Maadhimisho haya huwa yanahusisha wadau mbalimbali katika sekta ya kilimo, zikiwemo taasisi zilizoko chini ya Wizara ya Kilimo, wakulima na wafanyabiashara wa mazao na pembejeo za kilimo, watafiti wanaohusiana na masuala ya kilimo na wajasiriamali. Mafanikio haya ya mwaka hadi mwaka yana lengo la kuwezesha maadhimisho haya kufanyika kimataifa hapa nchini Tanzania katika miaka ijayo. Ndugu mgeni rasmi, mnamo mwaka 2005 Tanzania iliridhia mkataba wa kimataifa wa ulinzi wa afya ya mimea, yani International Plant Protection Convention. Kwa kuzingatia hatua hii, Tanzania iliunda chombo mahiri
ikiwa ni sehemu ya utekelezaji wa mkataba huo wa kusimamia masuala ya afya ya mimea. Chombo hiki ni Mamlaka ya Afya ya Mimea na Viuatilifu Tanzania au TPHPA. Chombo hicho ambacho kiliundwa kwa sheria ya Bunge letu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania namba 4 ya mwaka 2020. Katika kuunga mkono matakwa ya mkataba huo kimataifa wa kulinda afya ya mimea, mamlaka inatekeleza malengo makuu matatu. Moja ni kuchangia usalama wa chakula wa dunia na kuongeza tija katika uzalishaji wa kilimo katika sekta ya kilimo. Lakini pili ni kukinga mazingira dhidi ya athari, yani impact za visumbufu vya mimea, na tatu ni kuwezesha biashara salama ya mazao sambamba na kuchochea maendeleo ya kiuchumi. Ndugu mgeni rasmi, katika jitihada za kufikia malengo makuu matatu ya IPPC na kutekeleza kauli mbiu ya siku ya kimataifa ya afya ya mimea, mamlaka imepata mafanikio makubwa katika mbalimbali katika kusimamia masuala yote ya afya ya mimea hapa nchini. Mfano, katika mamlaka, fanikio la kwanza, mamlaka imechangia katika kuimarika kwa usalama na utoshelevu wa chakula nchini. Mwaka 2024-2025 takwimu zinatuonyesha kwamba Tanzania ilikuwa na utoshelevu wa chakula wa 130%, ambapo uzalishaji wa chakula umekuwa tani milioni 23. Katika kufikia malengo haya, TPHPA ina mchango mkubwa kwa kufanya udhibiti wa visumbufu vya mazao ambavyo vingeweza kuathiri uzalishaji wa mazao hayo na hivyo kuathiri utoshelevu wa chakula. Kwa mfano, ukiangalia udhibiti wa baa la panya, mamlaka imefanikiwa kudhibiti panya waharibifu wa mazao katika mikoa 19, wilaya 68, kata 638, vijiji 1669, na tuliweza kuokoa jumla ya ekari za mazao 408,109 za mazao, ambapo jumla ya wakulima 66,511 walihudumiwa. Udhibiti wa ndege waharibifu wa aina ya kwelea, mamlaka imefanya udhibiti wa ndege aina ya kwelea zaidi ya milioni 231 ambao hawangeweza kudhibitiwa na mkulima moja. Ndege hao walivamia mazao ya nafaka ikiwemo mpunga, uwele na mtama katika mikoa ya Pwani, Morogoro, Tabora, Mbeya, Shinyanga, Iringa, Dodoma, Manyara na Kilimanjaro yenye halmashauri jumla 23. Kwa hiyo tuliweza kuwadhibiti na kuokoa mazao ya nafaka zaidi ya tani milioni 1.6. Udhibiti wa vijeshi, mamlaka ilifanya udhibiti wa viwavijeshi kwenye eneo hekari 219,411 katika wilaya 49 na kuokoa zaidi ya tani 529,347 za mazao ya nafaka aina ya mahindi na mtama katika mashamba mbalimbali yakiwemo yale mashamba ya BBT ya vijana ya BBT mkoani Dodoma. Udhibiti wa nzige, mamlaka iliweza kufanya utambuzi wa nzige aina ya nzige wa mitini, yani tree locust, ambao walikuwa wamevamia jumla ya ekari 1,340 katika wilaya ya Mpwapwa mkoani Dodoma. Kwa hiyo tuliweza kufanya udhibiti wa nzige hao kwa kutumia ndege nyuki, yani drones. Aidha, udhibiti wa nzige wekundu milioni 38 ulifanyika ambao walikuwa wamevamia ekari za mazao 429 katika uwanda wa Malagarasi, Wembere, Sagara, Katavi na wilaya ya Ikungi mkoani Singida, nao uliweza kufanyika katika kipindi cha mwaka wa fedha 25-26. Udhibiti wa funza weupe, mamlaka pia iliweza kuudhibiti funza weupe ambao walikuwa wamevamia mazao ya mahindi, vitunguu, pilipili hoho, ndizi, viazi vitamu, karanga na kadhalika katika mkoa wa Songwe.
Udhibiti wa visumbufu kwenye zao la viazi mviringo, mamlaka hii iliweza pia mamlaka iliwezesha wakulima wa viazi mviringo mkoani Njombe kuongezewa muda wa mkopo waliokuwa wamekopa benki ya CRDB kwa kufanya utambuzi wa kisayansi wa magonjwa ambayo yalikuwa yanaathiri mazao yao na kuwapatia hasara ambayo ingeweza kupelekea hao kupoteza mikopo hiyo. Kwa hiyo mamlaka tuliweza kufanya udhibiti na taarifa ya uchunguzi, na taarifa ya uchunguzi ule ilipelekwa CRDB na CRDB waliweza kuwaongezea muda wakulima wa kurejesha mikopo yao. Katika kulinda mazingira na afya ya mlaji dhidi ya athari za visumbufu vya mimea na viuatilifu, mamlaka imefanya udhibiti wa gugu maji vamizi katika ziwa Victoria kwa kutumia wadudu marafiki, yani mbawakavu, ambao walizalishwa katika kituo chetu cha udhibiti wa visumbufu kwa njia ya kibiolojia pale Kibaha. Takribani mbawakavu 3231 walizalishwa na kupelekwa katika ziwa Victoria kwa ajili ya kusambazwa na kudhibiti magugu yao. Pia mamlaka imefanya ufuatiliaji wa masalia ya viuatilifu kwenye mazao ya chakula, hasa yale ambayo yanaingia kwenye masoko ya ndani. Kwa muda mrefu mamlaka imekuwa ikifanya uchunguzi wa masalia ya viuatilifu kwa mazao ambayo tunapeleka nje. Kwa hiyo sasa hivi pia tumeanza utaratibu wa kuchunguza ufanye ufuatiliaji wa masalia ya viuatilifu kwenye mazao ya chakula kwa ajili ya tathmini ya hali ya masalia ya viuatilifu nchini. Kwa hiyo tulianza na sampuli 758 za mboga matunda ambazo zilikusanywa katika masoko makubwa yaliyoko Dar es Salaam, Dodoma, Mbeya, Mwanza, Tanga, Iringa, Kagera, Morogoro na Ruvuma. Na matokeo ya uchambuzi huo husika yameonyesha kwamba masalia ya viuatilifu yaliyopatikana katika mazao haya yalikuwa ni yale ambayo katika viwango ambavyo vinakubalika ndani na nje ya ndani na kimataifa. Pia katika utekelezaji wa mikataba ya kimataifa, sheria na kanuni zinazoratibu usimamizi wa viuatilifu nchini, mamlaka ilifanya uchunguzi wa viuatilifu hatarishi nchini na kubaini uwepo wa viambata amilifu hatarishi 18, na kutokana na hiyo mamlaka imeondoa sokoni jumla ya viuatilifu 130. Aidha, pia mamlaka kwa sasa inafanya ufuatiliaji wa kiasi cha viuatilifu chakavu, yani absolute nchini, ili kuratibu uondoshwaji wake na namna ya kuviteketeza kwa kushirikiana na wenzetu wa NEMC. Kuwezesha ufunguaji wa masoko mapya ya mazao. Moja ya kazi ya mamlaka ni kuwezesha ufunguaji wa masoko ya mazao yetu katika nchi mbalimbali. Ili kukuza biashara ya mazao ya kilimo nje ya nchi, mamlaka iliwezesha kukamilisha nyaraka za kufungua masoko, yani market access dossier, katika nchi 15 kwa mazao 14 ambayo ni pilipili manga, vanila, karafuu, nanasi, viazi mviringo, tumbaku, parachichi, ndizi, makademia, ngano, iliki na maua aina ya chrysanthemum. Nyaraka hizi ziliwasilishwa kwenye balozi za nchi husika ili kukamilisha ufunguaji wa masoko hayo. Aidha, kupitia Wizara ya Kilimo, mamlaka imefikia makubaliano ya ushirikiano, yani memorandum of understanding, na mataifa ya Iran, Indonesia, India, Malaysia, Japani, Vietnam na Belarus katika maeneo mbalimbali ikiwemo ufunguzi wa masoko mapya 12. Mamlaka pia imewezesha kukamilika kwa orodha ya visumbufu, yani pest list, ya mazao ya soya, karanga, nanasi, ndizi na parachichi kwa ajili ya soko la nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki na SADC. Nadhani wote tunaelewa kutokana na geopolitics zinazoendelea
hapa duniani, huu ni muda sasa wa kuimarisha masoko baina ya nchi za Afrika. Lakini pia ili kukidhi matakwa ya soko la Umoja wa Ulaya EU dhidi ya mdudu wa kikarantini au bakteria wa kikarantini anayeitwa Xylella fastidiosa. Nakumbuka mwaka jana tulipewa condition na wenzetu wa nchi za Jumuiya ya Ulaya kwamba ili Tanzania iweze kuendelea kuuza bidhaa zake katika soko la Ulaya, tuidhihirishie Ulaya soko hilo kwamba Tanzania hatuna bakteria anayeitwa Xylella fastidiosa. Kwa hiyo mamlaka ilifanya survey na kukusanya sampuli jumla ya 5664 za mazao mbalimbali na kuzifanyia uchunguzi kwa kutumia teknolojia ya DNA, na uchunguzi ule ukabaini kwamba Tanzania hatuna bakteria huyo, na ripoti ambayo tulipeleka wenzetu Jumuiya ya Ulaya ilipelekea sasa Tanzania kuruhusiwa kuendelea kufanya biashara kupitia tangazo kwa umma wa kimataifa lililotolewa tarehe 13 Juni 2025. Jamani, tujipigie makofi. Hii sio kazi ndogo. Masoko mapya nchini China tarehe 31 Julai 2025, mamlaka ya mapato ya China yani GACC iliridhia makampuni 13 ya Tanzania kuanza kupeleka parachichi, zao la parachichi nchini China, na hiyo sasa inafanya jumla ya makampuni 16 mpaka sasa ya parachichi yameruhusiwa ya Tanzania yameruhusiwa kusafirisha parachichi kwenda nchini China. Lakini pia katika kuwezeshaji wa masoko zaidi ya mazao mbalimbali kwenda China, mamlaka imewezesha usajili wa jumla ya makampuni ya Tanzania 410 katika mfumo mkuu wa forodha wa China GACC, na kuruhusiwa kusafirisha mazao mbalimbali kwenda soko la China. Orodha ya makampuni hayo inapatikana katika tovuti ya TPHPA. Mazao hayo 10 ni ufuta, soya, korosho, karafuu, muhogo, mashudu ya pamba, mashudu ya alizeti, kokoa, parachichi na viungo yani spices. Usajili huu ni utekelezaji wa sanitary and phytosanitary measure yani SPSS ya kimataifa. Napenda nichukue fursa hii niwajulishe kwamba idadi hii ya makampuni 410 ni idadi kubwa ukilinganisha na nchi za jirani zote za Afrika Mashariki. Uganda wamesajili 200, Kenya 388, Rwanda wamesajili 100, Burundi wamesajili 1 na Kongo hawajasajili hata moja. Kwa hiyo sisi ndio tunaongoza kwa kusajili makampuni mengi kwenda kuuza nchini China. Mazao ambayo yapo katika hatua ya mwisho, kuna mazao mengine tena yapo katika hatua ya mwisho kwa ajili ya kufungua soko la China ni pilipili, vanila, mahindi meupe, mashudu ya ngano na makademia. Na kuna mazao tena mengine 4 ambayo yanafanywa sasa hivi survey kwa ajili tena ya kufungua soko la China. Mazao haya ni maharage, pamba, mkonge na mtama. Mkataba wa biashara wa wafanyabiashara wadogo wenye mizigo isiyozidi thamani ya dola 2,000. Mamlaka imeshiriki na kuwezesha kusainiwa kwa mkataba wa biashara baina ya Tanzania na Malawi kwa ajili ya nchi hizo kwa ajili ya wafanyabiashara wadogo kati ya nchi hizo mbili. Kwa hiyo kuna bidhaa katika mkataba huo, kuna bidhaa 61 na kati ya hizo 61 30 ni za mazao. Kwa hiyo mkataba huo utaenda kuwanufaisha hasa vijana na kina mama na wanawake wa pande wa nchi zote mbili. Kwa hiyo wafanyabiashara na wakulima hasa wa mikoa ya Nyanda za Juu Kusini, Mbeya, Songwe, Njombe, Iringa ni fursa kubwa ya soko hilo. Lakini pia uwezeshaji wa usafirishaji wa mazao mbalimbali kupitia huduma zetu za ukaguzi
TPHPA kwa sasa hivi tuna ofisi za mipakani 47 na kupitia ukaguzi tunaofanya katika ofisi hizo na kutoa vibali vya usafi wa mimea, TPHPA imewezesha kusafirisha tani 5.5 milioni za mazao ambazo zimeweza kuingizia nchi yetu hela za Tanzania bilioni 69. Katika kuimarisha miundombinu, mamlaka imenunua mashine za kisasa kabisa za kuweza kuchambua masalia ya viuatilifu na ubora wa viuatilifu kwa pesa za Tanzania bilioni 2.8. Mashine hizo zina uwezo wa kuchakata sampuli zaidi ya 2,000 kwa wiki. Kwa hiyo hii inaenda kurahisisha wafanyabiashara wetu ambao walikuwa wanatumia fedha nyingi na kupeleka sampuli zao nje ya nchi. Kwa hiyo sasa uchambuzi huo utakuwa unafanyika pale kwenye mamlaka. Lakini pia tumenunua tuna ndege nyuki, teknolojia ya ndege nyuki tunazo 21 na kati ya hizo 5 zinatumika na wenzetu wa idara ya udhibiti wa visumbufu vya mimea kule Zanzibar, na tayari tuna marubani 20 wa ndege nyuki yani drone ambao wamehitimu mafunzo na wana certificates. Lakini pia tuna ndege ya kunyunyizia viuatilifu ambayo tayari ilishanunuliwa na iko hapa Dodoma. Ndege hiyo aina ya Thrush 510 P2 Plus ina uwezo wa kubeba kiuatilifu lita 1930 na ina tenki la mafuta lita 863 na ina uwezo wa kunyunyizia ekari 2,400 kwa wakati mmoja. Ndege hii itaanza kutumika hivi punde kwa sababu taratibu zote za urushaji wa ndege hizo zikiwemo vibali na kila kitu kimeshakamilika. Lakini pia katika utunzaji wa mazingira na uhifadhi wa bioanuwai sambamba na thimu ya siku ya leo, tuna kupitia benki yetu ya mbegu tumeweza kukusanya sampuli 932 za mbegu na kuzifanyia uchambuzi na kuzihifadhi, na sampuli zingine 326 ziliweza kuzalishwa kwa ajili ya matumizi mbalimbali. Lakini pia kupitia kitengo cha taifa cha uhifadhi wa sampuli kavu tumeweza kukusanya sampuli 1379 na kuzifanyia uhifadhi na uchambuzi kutoka katika milima ya Rubeo, Dodoma, Ruvuma na Babati, Manyara.